Na ikifunguliwa Makadara tunataka kuona kura ya baba na mata 48,000. 48. Sasa mimi nilisema juzi tukiwa fungamano, Gachagua amezoea kufikiria baba ni rika yake. Na mimi nataka kusema bado Gacheta haya baba ni rika yake. Baba ni rika yake. Wangapo wasema Nairobi baba tosha. Mimi nataka kusema MPs wako hapa, senators wako hapa, MCAs wako hapa. Sasa baba atajibishana na Gacheta. Sasa ni sisi na wao, wao na sisi. Hapo sawa? Hapo sawa? Hao na sisi, sisi na wao, si ndio? Akitupa mawe, tunamtupia mawe. Akitukana baba, tunamtukana yeye. Wangapo wanakubali hiyo? Baba na mata wasimtukane, si ndio? Hao sio ligi yake, si ndio? Huyo jamaa amezoea baba akisema mzee wa kitandawili atajua ajui. Atajua na dawa ya huyo mtu ni maandamano. Wangapo sababu dawa huyo ni maandamano? Ya mwisho, mimi niko very serious. Tunataka baba heshimiwe. Baba afanye nini? Sini wa baba, jeshi ya baba, sini wa baba, haya. jeshi ya baba. Wangapi wanasema baba heshimiwe Kenya? Wangapi wanasema? Wangapi wanasema baba sirudi nyuma? Baba sirudi nyuma. Mnakubali? Mimi nimesema sasa mambo iende vile naenda. Kaende, si ndio? Hakuna fala wa mtu hapa, si ndio? Mtu wa Shago tuletea, si ndio? Baba sio mtu wa Shago, si ndio? Baba si mtu wa Nairobi. Hapa Salem tutamunga ama tutamunga. Nachukua nafasi hii kukaribisha kiongozi walio wengi. Pole haya, asante. Pole, wacha hiyo. Haya. Nairobi oye! Weka mziki kidogo DJ. Haya. Che. Haya. Sasa Nairobi oye! Nachukua nafasi ya kipekee kumkaribisha kinara wetu, kiongozi wangu katika bunge la taifa, Mheshimiwa James Wandai. Wangapi wanamkaribisha Nairobi? Haya, Nairobi oye! Wangapi wanasema ya kwamba bei ya chakula lazima ishuke? Lazima ishuke. Unasikia jamaa jana anasema ati ameigiza mahindi kutoka ng'ambo. Sisi hatutambui hiyo. Lazima kwanza atueleze hiyo mahindi ametoa wapi na maileta kwa bei gani. Sina maana hiyo. Wangapi wanasema ya kwamba mazungumzo hata yakiendelea sisi tutaandamana? Kwa sababu sisi tushajua ya kwamba ile lugha hawa jamaa wanasikia sio mazungumzo. Lugha ambao wanasikia ni maandamano. Sina maana hiyo. Wacha mimi nitambue kiongozi walio wengi katika seneti. Mheshimiwa Mazayo, kuja tu. Wabunge wote wa seneti na wa National Assembly watakuja kuzungumuza baada ya baba. Wangapi wamekubali namna hiyo? Nairobi oye! Sisi tumeamua na tumesikiza amri ya baba ya kwamba maandamano yaende sambamba. Yaende namna gani?
yaende namna gani? Nairobi mpo? Maandamano lazima yaende sambamba. Sawa sawa. Tumesema bei ya unga ifanye nini? Bei ya unga ifanye nini? Asanteni sana Nairobi. Jana mulisikia Bwana Gachagua akisema ati yeye atazuia wakubwa wa polisi ati yeye anajigamba ya kwamba ako na uwezo ya kuzuia ICC kuchukua hao wakubwa wa polisi ambao wameongoza wa mauaji ya watu wetu. Ati yeye ako na uwezo ya kuzuia ICC kufanya kazi yake. Nataka nieleze Gachagua namna hii. Kama Rais Kibaki hakuwa na uwezo ya kuzuia General Ali kupelekwa kule The Hague, yeye ni nani? Atazuia ICC kuchukua hawa wajangili kupeleka kule Hague na kuwafunga maisha. Mniruhusu kwa unyenyekevu nialike Baba Raila Amolo Odinga aje wazungumuzie, alafu tuendelee na ratiba. Asanteni. Vijana hoye! Vijana hoye! Vijana hoye! Asanteni vijana. Tuna furaha kuona vijana wamepiga kwa wengi zaidi na kina mama. Leo ni kwanza nataka nitoa shukrani kwenu nyinyi vijana. Mmeonyesha ujasiri, mmeonyesha uzalendo, ukakamavu wakati wa vita. Asanteni sana. Pili, wacha nitoe shukrani kwa wenzangu hapa. Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Wycliffe Ambassa Oparanya, Eugene Wamalwa, Jeremiah Kioni, Wajakoya, na wote hawa viongozi wote hapo, tuko hapo, mtawaona wote. Tuko hapo, Mwangi Maria ndio hayo. Tuko hapo vile vile na Millie Odhiambo. Hawa wabunge wetu wote, Babu Owino. Halo. Hawa viongozi wameonyesha ujasiri. Walikuwa wanatishwa na mauaji, lakini wakasema kama mbaya ni walijitokeza mpaka wakasema watapata mfano solution kwa baba. Nikasema tukutane nao kwa kiwanja. Sisi tulikutana nao kwa kiwanja. Walipozuia sisi katikati ya mji, tukatoka. Tukasema mjinga akirevuka, mwerevu yuko wapi? Sisi tulikuja hapa, tukaingia majengo, tukaingia Isili, tukaenda mpaka Madhari, mpaka Roraka, sio? Siku ingine wanafikiri tutarudi hapa. Tumeanza huko Kawangware. Kawangware tukaingia Kangemi. Alafu tukaingia Kibera Dala. Mliona? Walipofikiri tutarudi huko Kibera. Tumeingia Mkuru kwa Njenga. Kwa kule kwa pipeline. Si mliona? Kwa hivyo sisi tuko na akili kuwashinda hao watu. Tunashinda na akili.
hata wakifanya nini, sisi tutaendelea mbele. Muliona tulitangaza the mother of all demonstrations, tulitangaza wakatetemeka, wakatuma watu yao, tafadhali ongeeni na baba awache maendeleo, niko tayari kuzungumza. Wakaniita mimi ndugu yangu, si aliniita ndugu yangu, si mtu wa kitendawili, sio Raila usiache maandamano, Raila usiache bado maandamano, bado maandamano. Halo, tukasema tukiendelea mbele, wale watasema sisi ni watu ambao hatutaki mazungumzo. Basi tuambie watu wetu tukome kwa siku hii moja, tuone vile wa jamaa watafanya. Tulipozima moto namna hii, wakaanza tena mambo yao. Tulisema kama mnasema nataka mazungumzo, tuko tayari. Tukateua watu 7 kiongozwa na wakili Otiende Amolo. Tukamwambia hiyo ndio delegation yetu, sivyo? Wakasema wanataka mazungumzo ndani ya bunge. Kasema hapana ndani ya bunge. Wabunge mmepiga mnada, mnanoa bunge kama mbuzi kwa mnada. Tukasema mazungumzo itafanyika nje ya bunge, itakuwa wakilishi ni wa bunge lakini nje ya bunge, kama ile bwana Kofi Annan. Na kama wameshakuelewana, hiyo itapelekwa ndani ya bunge kupitishwa, sawa? Hiyo ni sharti, haturudi nyuma. Pili, utakijua ya kwamba hao watu wana madharau, wanachukua mmoja wetu ambaye alikuwa ameruka mpaka kaenda ngambo ile nyingine, anaitwa bwana Kenan, anawekwa hata sasa rudi kuzungumza na sisi. Sasa mtu amechukua bibi yako, ameenda naye huko, analala naye huko, alafu anarudi kuzungumza na wewe na hiyo bibi yako. Hiyo sio matusi. Tumesema tutaki kuona sura ya bwana Kenan. Kenan cannot be a delegation representing Kenya Kwanza. He was elected to parliament on the ticket of Jubilee, which remains a member of Azimio coalition. Hatuwezi kusumuza Azimio na Azimio. Sawa? Sio ni sharti ipitishwe hapa. Mnakubali namna hiyo? Wangependa kubali one mkono. Bwana Ruto, wacha Azimio, wacha Sabina Chege, wacha hao watu wote ni watu wetu, walichaguliwa na tikiti ya Jubilee. Ukishika hao watu utakuwa unafanya vitendo vya uzinzi, vitendo vya ukahaba, na hii hatutaki kuona hapa. Sawa. Sasa tumesema tumeweka vile masharti ya mazungumzo. Kwa tumesema mambo ya kujadiliana. Kwanza, gharama ya maisha, bei ya unga mpaka irudi chini shilingi 100 kwa pakiti. 100, hapana 150, 100 shilling per bag. Unaunga mkono? Unga mkono, nione mkono hapa.
Halo? Halo? Bei ya mafuta mpaka irudi chini. Bei ya stima irudi chini. Sasa karo ya shule irudi chini. Tumeelewana vizuri? Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Ngapi naunga mkono? Nione mkono tena. Hiyo ni sharti ya kwanza. Pili, tumesema mpaka saba ifunguliwe. Mpaka saba. Wangapi wanaunga mkono? Nione hapo. Tumewambia ya kwamba ikiwa kama nyinyi mmeshinda, shida gani kufungua saba? Wale mamluki ambaye waliingia kwa saba kuongoza mtu anaitwa Jose Camargo juzi walikuja hapa, bado wako hapa. Walikuwa naishi katika hoteli moja kule Kileleshwa, wakatoka pale wasiposikia kama tunajua, wakapeleka kule Karen, hoteli nyingine huko Karen. Baadaye sasa juzi wametolewa, wameenda huko, sasa wako Masai Mara, kule Masai Mara Lodge. Ni watu wanne, wanafikiria tujui, tunawajua. Kile mahali wanaenda tunawamulika. Wanaingia kule, wanajaribu kubadilisha mambo ndani ya hiyo saba. Lakini tayari tuko na record ya saba. Niwaambie kama unafanya kazi bure. Kazi bure kabisa. Bwana Ruto, yao mamluki yako toa warudisha wewe kule Venezuela. Sawa? Tumeelewana vizuri? Hata wale vijana ambao wanafanya nao kazi hapa, hata yule alikuwa mkurugenzi wa IBC Bwana Cheloba, wachana na hao watu. Hata Chebukati amekutana na hao watu. Tuelewana vizuri? Tunawamulika kila mahali, wakitoka hapa tunaona namna hii tu. Tunajua mambo yao. Sawa? Saba ifunguliwe, sio? Tatu. Tumesema tuko tayari kuongea juu ya kubadilisha IBC ili tuwe na IBC katika county. Kila uchaguzi isabiwe kwa county, iwe ndio mwisho kabisa. Sawa? Alafu tukikubaliana na haya, tuko tayari kuunda IBC mpya. Lakini wale wanne Cherera na wale wenzake warudishwe. Warudishwe. Makosa yao ilikuwa tu ni kusema ukweli. Wao walisimamia ukweli, wakadhibiwa na Bwana Ruto na wenzake. Tumesema sharti warudishwe kwa kazi. Mnaunga mkono? Kama mnaunga mkono, nione mkono hapa sasa. Sharti wanne. Umalaya wa siasa, ukahaba wa siasa, mpaka tumalize kabisa. Kama wewe ulichaguliwa kwa chama cha ODM, ulichaguliwa kwa Jubilee, ulichaguliwa kwa Wiper, ulichaguliwa kwa DAP na vyama vingine vya Azimio. Wewe ni mjumbe wa Azimio kwa miaka 5. Ukitaka kufanya uzinzi, rudi kwa wananchi, uchaguliwe mpya kwa ndani ya hiyo chama hiyo ya mpya. Sawa? Tumeelewana? Party, we are saying no to party hopping. If you are elected in a particular party ticket, you must remain in that party for a period of 5 years. If you want to defect, you must resign, lose your seat, and go back for a by-election. Tumeelewana vizuri? Mnaunga mkono? Mnaunga mkono, nione mkono hapa.
Sisi tumesema hayo ni masharti yetu ya mazungumzo. Hao yote mpaka ziwe agenda kwa mazungumzo. Na hiyo mazungumzo vile vile hatutaki ikae milele na milele. Tumesema ni siku 30. Hiyo siku 30 tulianza kuhesabu wiki jana. Tuanze kuhesabu wiki jana. Sawa? Hiyo tumewapatia hao watu. Tumeambia Bwana Ruto, tusiposikia vizuri kutoka kwako wewe wiki ijayo Ramadhani kiisha namna hii, tunarudi kwa barabara. Vijana munataka nani? Baba. Na wazee munataka nani? Baba. Hadi wa mama munataka nani? Halo. Munaunga mkono? Wangapi wanaunga mkono nione hapa? Basi sasa tumesema maandamano yetu yote yatakuwa ni ya amani. Hakuna siku moja vijana wetu, wamama wetu wamevamia biashara ya mtu yoyote. Maandamano yetu itakuwa ya amani. Fujo inaanzwa na askari wa Bwana Ruto. Sivyo? Hao ndio wameanza fujo, wamepiga watu wetu, hata wameua watu wetu wengine, sio? Naomba msimame kae kimya kwa dakika moja kukumbuka wale wenzetu ambao walikuwa na polisi. Asanteni. Hello. Vijana wetu waliuawa, wengine walimpigwa risasi. Nimewatembelea wengine kumpaka kwa hospitali. Nimeona vile wamepata majeraha mbaya ya risasi. Mwingine alikinyagwa, yule alikuwa ni polisi. Askari amekanyagwa kule Kisumu na gari yao. Alafu wanakwenda wanashika vijana wetu wanashtaki kwa mauaji. Wao wenyewe ndio wameua mtu yao. Huyo kijana ambaye aliuawa ni mjukuu wangu. Sasa hao watu kule Kibera wameua watu huko. Pande hii kule Mbakasi waliua watu huko. Mathare wameua watu, sivyo? Tumeandika barua sasa kwa koti kuu ya ulimwengu kule Holanzi, kule ICC. Kwanza mshtakiwa wa kwanza ni Inspector General ya Police Bwana Kome. Nilimwambia Bwana Kome akakataa kukoma. Sasa tumtakie huko. Sasa jana nasikia Bwana Gachetha anasema ati yeye atatetea Bwana Kome huko. Ati yeye na serikali watatetea Bwana Kome. Bwana Gachetha vile vile tunamshtaki. He is also an accused. Jina yake iliwachwa tu kwanza wiki hii, kesho jina yake nakwenda kwa ICC. Sababu gani? Yeye mwenyewe alisema ati wanataka kumaliza baba once and for all, sio? Na yeye alituma ile askari kutoka Sugoi kuja kuniua. Jamaa amempiga gari yangu risasi 11. Amepiga gari yangu risasi hiyo, bado gari iko kama exhibit.
Jamaa hiyo ilikuwa inaitwa sniper, a sharpshooter, lakini gari yangu ngozi yake inashinda hata ile ya ndovu. Alikuwa anafikiri wanamaliza sisi, wametupa kwanza tear gas, alafu sasa risasi papa papa. Sasa mimi nalala chini papa, nafikiri anapiga kichwa yangu. Wapi? No. Gun shoot Satan. Gun shoot Satan. Devil of it. Shoot Satan. Gun shoot Satan. Devil of it. Shoot Satan. I worry. Shoot Satan. Niliambia Ruto ashike umbo yake. Hiyo umbo hiyo anabweka sana. Anaitwa Gachetha. Tuko na dawa yake. Tutampeleka yeye Hague. Gachagua tunapeleka Hague. Na wale maaskari ambao walipiga watu wetu na risasi, tuna majina yao yote. Kesho yote tunapeleka huko Hague. Moja, wewe askari usiseme kwamba uliamrishwa. Hakuna amri ambayo inapatia wewe atuende kwenda mwaua mtu. Kama umeua mtu utashtakiwa wewe kibinafsi. Hivi hao maaskari yote tuko na majina yao. Tutawapeleka huko. Sawa sawa? Tuona na hao kule ana kwa ana. Na bwana Gachetha, sisi tutakwenda kuzungumza hapa wewe huko kule Hague. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Kwa hivyo sisi kama Azimio tunataka amani, hatutaki ugomvi, lakini Wakenya wana haki ya kufanya maandamano. Hiyo iko katika katiba yetu, sio? Fungu ya kwanza, mamlaka iko katika mkono wa wananchi. Ya 37 inapatia Wakenya ruhusa ya kufanya maandamano ya kiamani, sivyo? Kwa hivyo tutaanza maandamano, na tutaanza maandamano kila mahali, kila mahali, kila mahali. Vijana mko tayari? Tuko tayari? Tuko tayari? Sasa ikifika tafika saa ya vita, sio? Si saa ya vita. Saa ya vita. Tulikuwa naimba namna hii. Nikiitwa nitaitika, nikiitwa nitaitika, nikiitwa nitaitika, kutumikia wana Kenya. Oh, kutumikia, kutumikia, tutumikia wana Kenya. Oh, kutumikia, kutumikia, kutumikia wana Kenya. Kwenye vita vya moto, kwenye vita vya moto, kwenye vita vya moto, twapambana kama mashujaa. Oh, twapambana, twapambana, twapambana kama mashujaa. Oh, twapambana, twapambana, twapambana kama mashujaa.
Wacha nimuite Mama Shujaa, Mama Martha Wangari Karua. Asanteni. Kamukunji oye! Wanaazimio oye! Leo baba amenena na akinena kazi yetu kutekeleza. Kwa hivyo tuko tayari kufanya maandamano ya amani na tuko tayari kupigania haki zetu. Tumekubaliana ya kwamba hatutarudi nyuma mpaka tupate haki yetu. Haki ya kwanza, kuona kila Mkenya akona chakula kwa meza yake. Kuona bei ya unga imeteremka mpaka shilingi 100. Kuona ya kwamba karo ya shule imeteremka, watoto wote wetu warudi wapi? Ni watoto wengi sana wako nyumbani leo hii. Tunataka wote warudi shule. Na ukumbuke pia watoto wa university wako nyumbani sababu HELB haina pesa ya kutosha. Lazima pesa iwekwe kwa HELB ndivyo watoto wetu wa chuo kikuu waweze kusoma. Isipowekwa, mtoto wa mnyonge hawezi akapata nini? Hao wamenyakua uongozi, walisoma na HELB. Hawawezi kufikiria ya kwamba Wakenya wengine hawawezi na hawataki kusoma. Lazima karo za watoto wa university na watoto wote ziwe zimewekwa maanani. Mimi nataka kuwaelezea. Hawa watu wanasema kila siku ya kwamba hawakukuta pesa. Pesa haiwekwi ovyo. Pesa inatolewa kwa kodi kila siku. Na kila mwezi wanaokota zaidi ya bilioni 175. Tangu waingie wameokota trilioni 1 na karibu nusu. Hiyo pesa yote wanapeleka kwa mifuko yao, hawajafanya kazi ya Wakenya. Pesa ya subsidy, pesa ya kuteremusha bei ya chakula wameikula na ilikuwa kwa bajeti. Pesa ya shule ilikuwa kwa bajeti, washakula. Pesa ya matibabu ilikuwa kwa budget, washaikula. Sisi tunasema pesa ya mafuta ilikuwa kwa budget, washafanya nini? Hii ni serikali ya wizi na ni lazima wizi ukomeshwe. Tumekubaliana wakati tutaingia hiyo ikulu tutauliza pesa yetu, haki yetu. Tumekubaliana. Mimi nataka kuambia askari wetu polisi, nyinyi ni ndugu zetu, nyinyi ni danda zetu. Wacha kutumika vibaya na kuumiza Mkenya mwenzako. Stop obeying illegal orders. Waliambiwa wanaazimio wakienda maandamano ya amani watuue na live bullets. Kesho yake maandamano ikafanyika kule Chuka. Lakini polisi hawakuelewa ya kwamba amri ni ya kuua wanaazimio peke yake. Waliua watu wawili Chuka wakifuatilia ile amri ya maandamano ya azimio. Hiyo ni kuonyesha ukipanga maovu kwa wengine, maovu inaweza kukurudia. Sisi tunataka kusema pole sana kwa wale wamefiwa kwa maandamano ya azimio na pia hiyo maandamano ya Chuka. Maanake maandamano ni haki yetu na hatutakubali kufinyiliwa. Na hiyo maandamano hatutaki ruhusa ya William Ruto au ruhusa ya polisi. Hiyo ni haki
yetu ya kujieleza. Haki tumepewa na Mungu na imewekwa kwa katiba yetu, imelindwa. Sisi tunataka kuwaambia, wewe polisi, usipolinda haki zetu, tutalinda sisi wenyewe. Na tutalinda haki yako pia. Mimi nataka kuelezea ya kwamba wanaona kama haki za Wakenya ni mchezo. Tukisema juu ya chakula, wanasema ati unga itakuwa 150. 150 kwa mtu hana kazi, na kwa nyumba moja inawezekana hakuna mtu ako kazi, itatoka wapi? Pesa ni yetu, tunataka itumike kwa mahitaji yetu kwanza, na sio kuzurura ng'ambo kila siku. Sio kutumia pesa yetu kununua magari kubwa, watoto wetu wakilala njaa. Mimi nawaomba, mumesema maandamano iendelee, na ile wimbo yetu ya mapambano sasa tunaiba ni maandamano. Azimio msilale, lale, Azimio msilale, bado maandamano, maandamano mpaka Ruto aende Sugoi. Kwa sababu sava ikifunguliwa watakuta mkate ilikuwa ni ya Raila Amolo Odinga. Wawache kusema tunataka nusu mkate. Tunataka sava ifunguliwe, mwenye mkate ajulikane. Na sisi wanaazimio tunajua mwenye mkate sio mwingine ni Raila Amolo Odinga. Na haki ya sava ni haki ya mwananchi. Raila hakujipigia kura, alipiga yake moja, lakini kura zake milioni 8 ni Wakenya walimpigia. Kweli au si kweli? Kwa hivyo kukosa kupatia Raila haki ya kuchaguliwa na wananchi ni kukosa kuwapatia wananchi sauti yao na haki yao. Kwa hivyo tujue hii vita ni yetu zote kama wananchi wa Kenya. Na tuambie Ruto ya kwamba sababu Azimio ilisema itaongea, tutazungumza, sio kusema tuko na uoga au hatuna nguvu. Wewe uko na nguvu za bunduki, tuko na nguvu ya wananchi. Mimi nataka kuwajulisha, iko nchi nyingi zimekuwa na utawala wa kimababu. Kule Sudan kulikuwa na Bashir na alikuwa na nguvu nyingi za bunduki, aliondolewa na wananchi. Kule Misri kulikuwa na utawala wa kimabavu, wakiwa na hizo bunduki zote wakaondolewa na wananchi. Mimi nataka kusema Kenya ni yetu zote, tuheshimiane na tufungue sava. Kwanza ni kuteremusha bei ya chakula. Ukisafanya kuleta gharama ya maisha chini, pili ni kufungua nini? Haki yetu ijulikane. Kama mkate ni yako, sisi tutakwambia enda na mkate yako. Lakini hata Mungu anajua mkate ilikuwa ni ya Raila Amolo Odinga. Mimi namuomba tushikane pamoja, lakini hatutakubalia haki zetu kukaliwa. Kuwa mtu wa amani sio kuwa mtu hana nguvu. Watu angalie waone hii umati wote, wajue tuko na nguvu. Bila kupoteza wakati, muniruhusu niite ndugu yangu mpendwa ambaye ni Stephen Kalonzo Musyoka. Thank you. Nyinyi wenyewe mmekuwa Buffalo Soldiers. Bwana Yesu asifiwe. Leo tumetoka kanisani St. Stephen's hapa, na kwa hivyo yale ndugu Raila amezungumza
kwa niaba yetu sisi uongozi wote wa Azimio la Umoja One Kenya. Vile watu wenye Subaru alikimbizana na sisi, na Jeremia mwenyewe aliwaona kabisa, the Subaru gangsters ambao alikuwa anataka na OCS moja mama kule upande wa Kilimani. Mambo haya yanajulikana. Naomba nitoe haki. Anaitwa Rono. Haya, wanajulikana. Kwa hivyo huku tukiprofile, tukitengeneza mashtaka ambayo itaenda kwa International Criminal Court. Pengine watu waliokuwa kidhani wanaweza kuumiza kina Raila hapa na kina Martha na to get away scot free. The world is watching. Dunia inaangalia kwa makini sana. Kwa mfano, aliyekuwa Deputy Secretary General, nadhani bado ni Deputy Secretary General wa Secretary General Guterres, ni mama kutoka Nigeria, Deputy Secretary General, ajulikana kana Amina. Amesema wazi katika siri ambazo zimetolewa na serikali ya Marekani, akiongea na Secretary General na kuambia hawa jamaa, they cannot be trusted and they are ruthless. Wangapi waliona hiyo? Kwa hivyo hata tukizungumza na hawa, wajue dunia nzima inawajua. Dunia nzima inawajua. Na kwa hivyo vita vya pipeline, mtoto mmoja akapigwa risasi akiwa ghorofa ya 4 kwa sababu alikuwa anaweka maji, na mnajua expensive 120 jerrycan ya maji is so expensive. Pande ule anatumwagilia na kuimba ule wimbo, unitakaze munioshe. Watu kijana akituosha kwa sababu ya tear gas ya Bwana Kome. Pole tu. Yeye huyo kijana akapigwa risasi. Huyo kijana alizikwa upande wa Katelembu, Machakos. Leo hii hawa jamaa wako Machakos, tuwatakia la heri. Lakini wameambiwa na Askofu Abraham Mulwa kwamba wacheni kulaumu Raila, nyinyi fanyeni kazi ile ambayo mnaweza kufanya. Sio kila wakati kusema hii na hii. Lakini watu kule wa Machakos wanawakondolea macho kama watu wametoka Mars. Na kwa hivyo vile mhubiri alituombea hapa, tunaomba kanisa msikubali kutumiwa. Hongo ni hongo. Hata ukipatiwa pasta, hiyo ni hongo. Si ni kweli? Tunataka watu wasimame na ukweli, na hapa heri. Mimi binafsi, I want to congratulate the Catholic Church because they are standing strong. Wao wanajaribu kusema hapana, ngoja tuchunguze. Tulipokutana na chairman wao Askofu Kivuva na Archbishop Muheria walipokuja kuzungumza na sisi tusimamishe maandamano kwa sababu ya Easter, tuliwasikiliza. Lakini wengine wanatumika vibaya, na Mungu yule yuko hai anajua kwamba nyinyi mnachukua hongo ili kuleta ghasia za kiroho kwa wananchi wa Kenya. Nataka niseme hivi, tangu mimi niingie serikali, tangu niwe mjumbe wa Mwingi na Kitui North, mimi sijaona wakati moja serikali ikishindwa kulipa wafanyikazi mshahara. This is the first time since independence. Na niliposema hiyo, wakasema ndio tulishindwa, wakakubali. Wamekubali kwamba wameshindwa. Alafu wakasema lakini madeni ni mengi. Wao wenyewe tayari they are busy kukopa. Tuko na kamati ya bunge ambayo inaitwa Budget and Debt Management Committee. Wanatupa report vile wamekopa tayari billions na kuongezea zile, alafu kudanganya wananchi. Kwa hivyo kama kwa mfano mama na baba ambao wanatumia mbuzi na kuku kusomesha mtoto moja, anaenda anahitimu kama daktari, and you know to qualify as a medical doctor takes a lot of training.
ni kama ukitaka kuqualify kama architect, it takes you 5 years at the University of Nairobi. Alafu wakitoka hakuna kazi. Serikali ambayo inaita serikali haiwezi kuajiri madaktari ambao wamehitimu zaidi ya 4,000. Na ndio madaktari wanasema pia watahakikisha wanatumia haki yao ya kikatiba kufanya maandamano. Mimi binafsi ninawaunga mkono. Wangapi wanaunga madaktari waende mkomo yao? Kama serikali haiwezi hata kuajiri watoto ambao wamehitimu, wengine wana commit suicide, fully trained professionals ambao wamekuwa trained kusaidia wazazi wao ili kupata angalau madawa na matibabu mema. Kwa hivyo hapa tuna shida. I will personally remember the battle of Pipeline. Walikuwa wamejua, na hapo ingawaji Raila amesema tulikuwa wanjanja. Siku hiyo karibu hatuwezi. Tulikuwa tumeambiwa tupitie hapa central business. Wakavunga hiyo. Wakafunga. Na alafu tunasema ngoja sasa tuende upande wa Embakasi South. Watu wakajitokeza kwa wingi. Vile watu wa Eastleigh na watu wa Mathare walijitokeza kwa wingi. Na kwa hivyo nataka mjue mashujaa wa ukombozi huu sio Raila ama Kalonzo ama Martha, ni nyinyi wananchi wa Kenya. Mjipigie makofi. Hivi ni vita vya kila mmoja wetu, vita for justice. Kwa hivyo vile Raila amesema, mkitaka mazungumzo sasa ni absolute minimum. Na mimi mnajua mimi negotiator. Absolute minimum. Vile Raila amesema, atukubali our negotiating team wakae meza moja, out of the 7 wa Kenya kwisha, mtu mmoja awe ametoka asilia yake ni Azimio na anaketi pate kuzungumza na watu wale wengine wa Azimio la Umoja. Atukubali. And therefore fanyeni malalamishi ya 5 vile Raila amesema, sio malalamishi yale masharti yetu. Ukichaguliwa na tikiti ya ODM, Wiper, DAP, NAK, ukichaguliwa kaa kwa chama yako. Na kawe una ujasiri. Na wewe unaweza kuhasi ukinunuliwa na shilingi 1,100 kwenda Ikulu. Basi toka hapo kama Jalango aende aitishe uchaguzi Kibera. Si ni kweli? Kwa hivyo ni mambo ya wazi, na baba amejitolea na sisi wenzake kuhakikisha that there must be true democracy in this country. Na tutarudi nyuma. Hatuwezi kamwe. Nataka basi niungane na Raila. Awamu ya pili. Hebu rudisha tu chini kidogo. Rudisha hiyo picha ya baba kidogo. Awamu ya pili. Haitakuwa Nairobi peke yake. Itakuwa everywhere Kenya nzima. Wangapi wanaunga mkono? Because I can tell you, I do not see good faith. Unajua kuna sheria ya equity. Inasema ukitaka kwenda kwa sheria uende na mikono misafi. Yani clean hands. Huwezi kwenda na clean hands kukaa na Azimio la Umoja na umenyakuwa one of your 7 ni mtu yao. Hiyo ni mikono chafu. Huwezi basi kwenda kuzungumza na mikono michafu. Kwa hivyo mambo haya sisi wenyewe tulikuwa tunaleta report Kamukunji. Tukija Kamukunji ni mahala ambapo wananchi wenyewe wanachukua mamlaka kulingana na katiba yenyewe, Article 1 of the Kenyan Constitution 2010, kwamba mamlaka yenyewe yako mikononi mwa wananchi na mnaweza kuyatumia kupitia wale ambao wamechaguliwa, ama nyinyi wenyewe mnachukua sheria zenu. Nataka wa polisi wajue basi. Niliona wengine wakifanya and we want to see patriotic servants wherever. Kama Martha anasema hakuna pakiti ya unga ya askari na hakuna chumvi na hiyo ya mtu mwingine wa Azimio. Wewe unaumia, watoto wako wanaumia vile vile kama watoto wa Azimio. Kwa hivyo tunataka tuone. Niliona wengine kwa social media wakicheza. Nilifurahi.
Raila usilale, lale. Ngoja. Hawa ni askari. Alikuwa polisi anavalia hiyo na kusema wanafurahia musilale. Kwa hivyo tunataka tuone wengine wakifanya the most patriotic duty, standing for justice and the rule of law in this country. Walipomaliza kuiba kondoo ya Mama Ngina, walisema wataenda kwa Yata wakachukua ingine kwa Kalonzo. Lakini mmoja akamtumia message, akawaambia kule kunalindwa na malaika. Sasa sikiza, akasema huyu kijana Kalonzo kwao ni Sekuru. Yeye akuzaliwa kama huyo Gachiadha, anasema mtoto wa nini Gachiadha. Ukifika Yata kwanza utarudi. Na mara ya pili, sikiza, mara ya pili wewe utakuwa ukizunguka hapo, kazi yako ni kulisha ng'ombe na mbuzi, utakuwa slave forever. Kwa hivyo mjue kwamba kila mahali wa Kenya wako pamoja nasi. Yata famu inalindwa na malaika. Kwa hivyo mimi nataka sasa nimkaribishe ndugu yangu Eugene Wamalwa. Pate leader. Heta wa mzungu mwana mukatumi. Ikhali nende tusi wafula. Mana webuye national. Asante. Nairobi oye! Kwanza niwaambie ninyi watu wa Nairobi are our true heroes. Mchipigie makofi jamani. Na kweli mimi nawavulia kofia. Mnajua ni kwa nini? Ni kwa sababu ile pressure mmeleta mumefanya hadi yule IG Kome akakomesha tear gas. Mbona tear gas leo? Kome amesikia ako anapelekwa ICC Hague. Leo hakudhubutu kuleta tear gas hapa. Si kuna amani? Mumeona watu wakipigana kweli? Sasa shida ni ninyi ama ni polisi? Shida ni wananchi ama ni polisi? Wangapi wanasema polisi ndio shida yetu? Basi wewe bwana IG Kome ujitayarishe kwenda kule Uholanzi. You must go and be accountable for all lives lost in Kenya of innocent demonstrators, kina mama na vijana. Lazima aende ajibike kule ICC. Mnaunga mkono? Pili, why I say you Nairobi are our heroes? Sababu kuna watu wamekuwa wanaonyesha madharau kwa baba. Wanasema ati yule mzee wa vitendawili. Wanasema ati huyo mzee muganga. Ile pressure mmeleta, nimeona William Ruto akisema my brother Raila Amolo. Wanasema wanaokudharau siku moja watakusalimia na heshima. Hiyo heshima baba amepewa sababu yenu. It's because of your resilience. It's because of your courage to come out and face this ignoble regime. Na leo tumerudi hapa kusema asante kwenu. Wahenga wanasema eti mwenda tesi na omo marejeo. Hapa ni ndio ngamani yetu hapa Kamkunji. Na tuko hapa siku ya leo. Watu wa Nairobi na watu wa Kenya mjue kuna mambo yanaendelea Kenya yasiyo ya kawaida. Tangu tupate uhuru, kwa mara ya kwanza wafanyikazi wa umma hawajalipwa mishahara yao. Tangu tupate uhuru, kwa mara ya kwanza bei ya chumvi inaenda kupanda siku ya leo. Mimi tangu nizaliwe sijawahi sikia eti chumvi imepanda. Mshawahi sikia? Chumvi imepandishwa wakati wa William Samoei Ruto. Na kila kitu imefanya nini? Imepanda. Si alikuja na mambo ya bottom up? Bei ya unga zilitoka bottom, zilienda up. Bei ya mafuta ilitoka bottom, ikaenda wapi? Stima ilitoka bottom, ikaenda wapi?
Rent ilitoka bottom, imeenda wapi? Hata school fees imetoka bottom, imeenda wapi? Wangapi wanakataa mambo ya bottom up hapa? Basi hivyo tumesema kukataa mambo ya bottom up, lazima maandamano yafanye nini? Lazima pressure ifanye nini? Mko tayari tuendelee kuweka Ruto pressure? Na sisi tumeambia Mheshimiwa Ruto, mambo ya unga ya 150 next week is not good enough. Tumesema by next week kama unga haijafika shilingi 100, maandamano yanafanya nini? Maandamano yanafanya nini? Mko tayari tuende kazi? Mwisho, sababu kuna wenzangu nataka niwalete wasalimu. Maandamano ambayo yatakuja baada ya Ramadhan next week, tunataka wale wafanyikazi wa umma wote ambao hawajapewa pesa yao wajiunga kwa maandamano. Sawa sawa? Tunataka wale wote counties hawajalipwa pesa yao, including governors. Devolution is dying under your watch. We want to invite all governors of the Republic of Kenya. After 7 days, kama hawajapewa pesa yao, governors wote wajiunge nasi tuende maandamano. Sawa sawa? Tuweke pressure hadi pesa ya county ifanye nini? Itolewe. Mko tayari jamani? Mko tayari? Sasa nataka niwaletee, kuna jamaa anapenda kuvaa sufuria. Kuna jamaa anapenda kuvaa sufuria. Nimesikia Ruto anasema ati watu wa sufuria wanamsumbua sana. Na ati anasema ati jamaa anaitwa Jeremiah Kioni ati kichwa yake si nzuri. Sasa leo Jeremiah Kioni, ujue Kioni kule Central, ukiwa mtu wa maziwa unaitwa Wairia, si ndio? Kuna Wakikuyu hapa? Kuna Wakikuyu hapa? Nataka niwaulize swali. Ukiwa mtu wa maziwa unaitwa Wairia, si ndio? Ukiwa mtu unauza zile tangi za maji unaitwa Wamatangi, si ndio? Na ukiwa mtu wa sufuria unaitwa nini kwa Kikuyu? Wamadhuburia. Wamadhuburia, kuja uongee na watu yako. Na usitoe sufuria mpaka unga ifike shilingi 100. Sawa sawa? Haya. Wanakamkuja oye. Oye. Sema baba ni mnoma. Baba ni mnoma. Tulianza hapa mwaka jana, mwezi wa 12. Na tukakuja, tukaomba, tukawasikiza na tukasikia. Leo hii tumerudi hapa kuleta ripoti na baba ameleta ripoti. Na ripoti ni kwamba wale ambao waliingilia kwa State House kupitia mlango ya dirisha wameonyeshana madharau. Yale madharau wako nayo ni madharau ambayo tunasema tukiwa na idhini yenu ya kwamba rudi kwa maandamano. Halo, rudi kwa maandamano. Hii sufuria Ruto anacheza naye, hii nitaweka chini ya Kirudi Sugoi. Halo, hii tunaweka chini ya Kirudi Sugoi. Ruto must go. Hata iko ingine hapa mzuri kuliko hiyo. Angalia hii. Asidhanie, sawa. Asidhanie kubeba sufuria ni mchezo. Hii tunaibeba mpaka aende Sugoi. Chakula ya maisha haiwezekani kwa mwananchi. Jana huyu Gachiedhera amebebana na wenzake, wameenda kule nyumbani Nyandarua Daragwa, na wakasema ya kwamba nifukuzwe kule. Nayo kale kachaba niko nako kule nyumbani, wachukue
kuswe kule. Hawa jamaa bado kuna lile janga la kuchukua majaba yenye. Waliba kura zetu hasa kule Mount Kenya. Kule hasa baba 2,600,000 tulimpigia baba wakaiba Mount Kenya. Wamekuja wamejaribu kuiba chama cha Jubilee, wameshindwa. Juzi wameenda kuiba Kodoo kule kwa chamba. Sasa wameanza kuiba wabunge wale akina Kenani na wengine. Sisi nataka kuambia hivi, hamna mazungumzo bila heshima. Tafadhali hao vijana, kama mmetumwa kuharibu rally, nyinyi vijana mnapiga watu. Nyinyi vijana hawa vijana hawa, tunawaomba nyinyi, cheni ya mchezo wenu hapa. Hamwezi haribu rally yetu. Kama mmetumwa mseme, hamwezi haribu rally. Nyinyi vijana, nyinyi tunawaona nyinyi. Simamisheni hiyo ujinga yenu hapa. Pia sisi wa Nairobi bwana. Ya nyorosha hao, kwani iko nini? Hello? Yeah. Nairobi wewe. Weka mziki wewe DJ. Wameenda. Weka mziki DJ. Weka mziki. Nini wao? Haya, tosha gari. Haya. Nairobi wewe. Kumetulia. Sawa DJ. Weka mziki DJ. Haya DJ goja. Nairobi tuendelee ama tusiendelee? Wangapi wanasema Kioni endelee? Wangapi wanasema tuendelee? Wangapi Azimio? Asante, wameenda. Thank you Kioni. Hello. Sasa sikieni niwaambie. Hawa vijana ambao mnaona hapa, hawa ndio walikuwa mkutano kule Greens tarehe 26 kwa nyumba ya CS mmoja ambaye ako serikalini wakati huu, na wakapanga jama ya kuiba Kodoo. Wao ambao umewaona hapa ndio walikuwa mkutano kule Karen, wakapanga jama ya kwenda kupiga kiwanda hapa industrial area na kumbomoa ya gas. Wao vijana ndio walikuwa kwa mkutano tena, walikutana kule Karen na kufanya mambo ya kuja kufanya maandamano yetu ionekane kama yako na fujo. Hawa ni vijana ambao wametuma na wale wako serikalini kupitia jio isiyofaa. Hii ni kampuni ya Gachiedhera na Ruto na watachidwa. Semeni wachidwe. Shadani ile kazi sisi tunafanya ni ya Mwenyezi Mungu, kumkoboa Mkenya kwa hali gumu ya maisha, kuhakikisha kwamba watoto wamerudi shule, kuhakikisha kwamba bei ya stima imekuja chini na yale mambo mengine ambayo tunasema. Na kama vile tunasema, angalieni, hii ni dhihirisho ya kwamba hatuwezi tukaenda kwa mazungumzo na hao watu. Lazima tuingie maandamano. Maandamano ndio wanaelewa hao watu. Hawa hajui kitu kingine ni maandamano. Hii ni serikali ya janga ya fujo. Lazima tuwaonyeshe kwa maandamano ya amani. Na Wakenya wote na waomba, tokezea kwa maandamano. Kama uwezi kuja kule Mkuru wa Jenga na kule Kujike, tokezea na sufuria yako goga kwa dirisha wakati tuko nje. Kenya mzima mpaka Ruto na Gachiedhera waende Sugoi. Halo, mpaka waende na hatubaduki. Tutawaacha wakiwa. Waacha niwaambie mwisho, hapa hakuna serikali ya miaka mitano. Hawataona miaka mitano. Hawa tunatoa mapema. Sasa nataka niwaletee Wajakoya. Asante DJ. Mimi niko na pointi zangu na nitaenda straight kwa point. Point ya kwanza,
nataka Mheshimiwa Mudavadi atuambie kitu, atoe statement kwa ile 40,000 tons of maize ambayo imekuwa imported. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, nataka bwana ya governor wa Nakuru Kihika Kimani, Dr. Kihika Kimani, nataka bwana yake aje hakikisha ya kwamba hakuna sukari ambayo imeletwa. Endelee. Na mimi ninataka niseme namna hii. Nikisema kitu nataka kwanza ngoja. Nataka nikisema kitu wenyewe mnaweka tick. Wenye tumekuwa nao Principal Nambwani, Raila Amolo Odinga, semeni tick. Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Oparanya, Babu Owino, Niendelee. Haya. Senator wa Malindi, Senator Kitui, ngoja, Senator wa Migori, Senator wa Hebu simama. Weka tiki, si ndio? Opiyo Wandayi, nataka niulize ile swali. Mimi na watu wamekatili baba. Bwana Orero umekuwako na wale wengine. Mimi nikiwa hapa nataka tuambiane ukweli. With the exception of Mr. Bwana Wairia ambaye ameniomba na akasema niombe baba twende Meru, twende Murang'a. Hata Wairia pia weka ti. Na Milio Odhiambo iko wapi? Wapi? Rafiki yangu weka nini? Wewe weka nini? Wapi Ole Kina? Hey. Na wale wa MCA. Wapi mheshimiwa kutoka Kitui? The people who have not let Kalonzo Musyoka down na wamekuwa hapa kutoka kwa Kalonzo, simama. Na wapi ma MCA wenye tumekuwa nao, simameni. Na wale ma MPs tumekuwa nao, simama. Niseme. Baba, nataka uniruhusu. Edi. Na nataka niseme hivi, ngojeni, manake kuna muda kidogo. Nataka niseme hivi. 2027 inakuja, si ndio? Wale watu ambao wamesimama na baba. Haya, wacha sasa niendelee kidogo. Kuna Che. Alafu ikiendelea, Mheshimiwa Oparanya hayuko hapa, pia amekuwa na sisi. Sasa baba, niko na sababu gani nimesema hivyo? Najua watu wengi hawatakuambia. Saa hizi utaona wengine wanakuja wanataka kungangana mbele ya baba. Kumanina zao. Nisiseme. Wapi Gaucho? Wapi ile kijana Mumias ako wapi?
Wapi wale vijana ya baba wako wapi? Wapi? Haya, wacha sasa nianze. Revolution. Ile kitu inaitwa revolution. Ukianza revolution, unaenda na spirit ya revolution. Revolutionaries do not die. I want to tell Faruk Kibet kwamba yule mjaluo daktari ambaye anamdanganya kwamba yule handover Wajakoya. No. Asante sana. Mumefurahia Wajakoya? Wapi makofi tena? Sasa tunataka tuwaletee gavana aliyekuwa gavana wa Murang'a, Mwangi wa Iria. Sini wa baba. Jeshi ya baba. Baba. Asante sana. Mimi ngojeni kidogo, kwa sababu mimi na ujumbe kutoka Central Kenya. Kwa hivyo tusikizane, si ndivyo? Kwanza mimi ni mshuhuda ya kwamba hii uchaguzi uliibiwa. Tia gazi ya kwanza ni mimi nilitupiwa wakati Chebukati nilimpatia makaratasi akaenda choo nayo na akasema hana hiyo makaratasi. Sio, mnakumbuka? Na nikasema tunakaa kunyamaza, lakini hii itakuja kuonekana. Kwa hivyo mimi ni mshuhuda. Ya pili, sasa niongee mambo ya Central Kenya, kwa sababu tumeongea ya Kenya ya kutosha. Viongozi wa Central Kenya tujichunge, tusitumiwe vibaya. Tunaelewana? Huyu Gachagua, huyo anaitwa Gachagua, ndiye ameleta shida hii yote. Baada ya uchaguzi baba alinyamaza, si ndio? Na nyinyi mkaenda kufanya kazi, si ndio? Yeye akajitokeza akasema Kenya itatawaliwa kama kampuni. Simulisikia? Baada ya sisi kunyamaza, akaona kila mtu ni mjinga, sasa atauda Kenya Kwanza Limited. Na akasema hii keki ya taifa hutagawiwa kama wewe si mwana shareholder wa Kenya Kwanza Limited. Si ndio? Ati sasa tumeondoa Article 1 we the people na tumerudi kwa sheria ya makampuni, Companies Act. Na ukiona vile alisema watu kama milioni 7 walichagua Kenya Kwanza, kama milioni 7 wakachagua baba, milioni 7 wakazuzia. Kwa hivyo watu milioni 14 Kenya wao sio wenye hisa wa Kenya. Tunasikizana? Kwa hivyo hii vita ambayo inaendelea sio vita ya kawaida, ni vita ya shareholders against non-shareholders. Sisi zote tuko hapa. Hapa hakuna mwanahisa na Wairia si mwanahisa. Hata Central Kenya tumeambiwa kama wewe ulikuwa unafuata Uhuru, wewe sio mwanahisa pia. Sawa sasa? Sawa sawa? Kwa hivyo 70% of Kenyans are not shareholders. Hii si maandamano ya kawaida, kwa sababu hiyo inaitwa nini? Hiyo tunafungua. Hiyo safa ndio inasema waseme wao ndio wanahisa. Sasa ifunguliwe tujue who is the true shareholder of Kenya. Sawa sawa? Na isipofunguliwa basi, kwa sababu sisi wanahisa ndio sisi ambao hatuna shares ndio wengi, basi tukubaliwe. Najua baba hapendi hivyo. Twende UN. UN Charter allows self determination. Watu wanakubaliwa na Umoja wa Mataifa kujitawala, si ndio? Sisi wanahisa 70% of Kenyans, kama haitafunguliwa baba, tutajitawala sasa. Sawa sawa? Tutajitawala kwa sababu 70% are non-shareholders.
tutaunda serikali yetu, tutengeneze kitambulisho chetu na tuchukue kodi yetu, si ndio? Kwa hivyo wajitayarishe. Hiyo isipofunguliwa, baba, upende usipende, tutaunda serikali yako, si ndio hivyo? Si ndio hivyo? Hapo hiyo ndio direction. Kwa hivyo hiyo mchezo sawa, hiyo mchezo wanacheza itaunda Kenya mpya hapa, ili tuache na Kenya Limited, tuunde Republic of Kenya, si ndio hivyo? Nikimaliza kule Mount Kenya, wimbo ni kutukana huyu mzee. Kazi ya Gachagua ni kuunganisha MPs, kila weekend wanatukana baba. Mtu aende atukane baba yake ama babu yake. Waliuliza huyu ni nani? Gachagua alisema hajui huyu ni nani. Gachagua anapenda, goja nimueleze. Anasema ni mtoto wa Maumau. Hakuna mtoto wa Maumau alikuwa dio. Huyu ni mtoto wa mpishi wa wazungu. Sawa. Baba yake alikuwa anaitwa Boy, kama ya Boy na mzungu. Akakula minovu yote ya mzungu, alafu yeye akafanywa dio. Sasa natuambia yeye ni Maumau. Hakuna Maumau ambaye alikuwa dio kwa wakati huo, hakuna. Kwa hivyo msitishwe na mtu ati hapa ni Maumau. Nikimalizia huyu mzee hatatukanwa tena. Sawa. Na mambo ya maandamano, wanasema Mount Kenya hakuna maandamano. Sisi tumeumizwa kwa majani chai, kwa kahawa. Vijana wetu wanaitwa walevi, hawana ajira, hawaendi shule. Kwa hivyo maandamano yetu ni ya hao watu. Thank you very much. Asante. Wairia amesema hajasema? Amesema hajasema? Mnakubaliana na yeye? Hebu nione wangapi wanakubaliana na Mwangi Wairia. Kwa hivyo popote William Ruto ako leo, ako anawaona hapa Kamkunji, we want to say to you the question of legitimacy will only be put to rest saba ikifunguliwa. Sawa. Sasa nataka tulete ndugu yangu Gavana Babu anakuja. Tunataka tulete Nderitu Mureithi, amekuwa gavana wa Laikipia. Asante sana. Kamkunji oye! Kamkunji oye! Sasa hawa jamaa hawataki kufungua sava kwa sababu wanaelewa wakifungua wataona kwamba wale wa Kenya ambaye hawakuwapigia kura ndio nini? Hawa jamaa kazi yao kila asubuhi, kila siku ni kupora mali. Umeelezwa kwamba tangu wachukue ama tangu waibe uchaguzi, wewe Mkenya umelipa ushuru zaidi ya bilioni 1.5. Not sio billion, 1.55 trillion. Na sijui kama tunaelewana. Ero, wewe uko na 1,000 kwa mfuko? Ushawahi ona 1,000? Hebu nikueleze. Bilioni 1, shilingi bilioni 1. Sisi tukiwa wa Kenya uhesabiwe 1, 2, 3. Wa Kenya milioni 1 tutapatiwa kila mtu shilingi 1,000. Na hiyo ndio wanapola kila siku. Hebu tuelewane tena. Wewe uko na 1,000 mfuko? Wiki hii umeona 1,000? Mwezi jana uliona 1,000? Na hawa kamati ya kumaliza Kenya, ushuru ambayo wamechukua kila mwezi, umeelezwa na Bi Martha Karua,
kila mwezi bilioni zaidi ya 175 ndio wanaweka kwa mfuko. Alafu isitoshe, kwanza Januari ya mwaka huu wamekopa zaidi ya bilioni 330, na hiyo yote wale watoto wetu kidogo ambaye ni wafanyikazi wa umma hawawezi pata mshahara. Si hii ni kamati ya kumaliza Kenya? Hii ni kamati ya kufanya nini? Hii ni kamati ya kufanya nini? Hii ni kamati ya kufanya nini? Ndiyo sababu sisi kama Wakenya, kwa sababu sovereignty, yani nguvu ya Kenya ni yetu, ndiye tunasema. Kwa hivyo tujitokeze zote. Mumekubali maandamano? Mumekubali maandamano? Mumekubali maandamano? Hebu nione kwa mkono wale wamekubali maandamano. Kwa hivyo tuseme kwa nguvu, kamati ya kumaliza Kenya must. Kamati ya kumaliza Kenya must. Asanteni sana, shukrani. Sasa tunarudisha Nairobi, sawa? Alado anasikia hao watu wanataka nani? Wanataka nani? Karibu ndugu. Asante Mheshimiwa Eugene. Wangapi wanasema tuendelee? Mheshimiwa Babu Owino. Asanteni sana. Kono juu. Asanteni sana. Asante mami. Asanteni. Vijana ria. Vijana ra. Wazee tibim. Wazee tialala. Warembo ha. Wamama mwe. Asanteni sana. Sasa nataka niombe wenye wanakuja hapa kama ma-MC, tafadhali mkisikia wananchi wanaita babu, wapatie chenye wanataka. Mimi kama babu, mimi sio mchache. Na mimi nime overqualify kukuwa principal. Ukweli urongo? Vijana ria. Vijana ra. Asanteni sana. Jambo la kwanza. Gachagua anajiita yeye ni Maumau ama mtoto wa Maumau. Anaamka saa 11 asubuhi, anahakikisha amepigwa picha, imewekwa mtandao, kusemekana ya kwamba anaamka anaenda kazi asubuhi. Anaamka saa 11 kwenda kuambia watu waibe mbuzi za Uhuru. Ungwana si ungwana? Ufala si ufala? Mtoto wa Maumau alikuwa naiba mbuzi? Mtoto wa Maumau alikuwa mwizi wa kondoo? Gachagua asituchezee. Na la pili, Gacheta asituchezee. Gachagua anasema ataprotect Koome kwa mambo ya ICC. Nataka nimwambie jambo moja. Koome lazima ukome ama utakomeshwa na hiyo ICC. Usipokomeshwa na ICC utakomeshwa na wananchi wa Kenya. Kwa Ruto, unasema unatusi wananchi. Unasema wananchi wamekuchosha na kuvaa sufuria, wawache kuvaa sufuria kwa kichwa. Heri hao wananchi wanavaa sufuria kwa kichwa kwa sababu hakuna chenye wanapika kwa hiyo sufuria. Wewe sufuria yako iko hapo State House, unapikia kila siku na unaongezea zaidi na hata zile za kuiba. Jambo nyingine, hapa Kenya, Farau amekataa kupunguza bei ya mafuta. Hapa Kenya, Farau amekataa kupunguza bei ya chumvi. Juzi ameongeza bei ya chumvi. Unakumbuka kwenye Biblia wakati wa Sodom na Gomora, hiyo wakati Lot na bibi yake na watoto wake walipokuwa akitoka Sodom, Mwenyezi Mungu alipokuwa akiharibu Sodom na Gomora na moto, bibi yake alipoangalia nyuma aligeuka nini? Sasa hiyo ndio kitu yenye tunaongezewa bei jamani. Ujinga si ujinga. Hii chumvi tunapata tu hapa Magadi.
hata ukikuwa na fare transport kutoka hapa mpaka Magadi ni cheap kushinda bei ya hii chumvi saizi, na hiyo chumvi inapatikana tu kwa mawe. Jamani, jambo nyingine, Farau hapa Kenya amekataa kupunguza bei ya unga. Kwa hivyo ukimwona Farau, mwambie Farau tumeokoka, hatutarudi tena Misri, tunaenda Kanani. Tuendelee, mwambie Farao tumeokoka, hatutarudi tena Misri, tunaenda wapi? Kanani. La mwisho, if General George Washington did it in America with the Americans, if Napoleon Bonaparte did it in France with the French, if Vladimir Lenin and Joseph Stalin did it in Russia with the Russians, if Chairman Mao Zedong together with Deng Xiaoping did it in China with the Chinese, if the Tunisians did it in Tunisia, if the Libyans did it in Libya, if Sudanese are doing it in Sudan, Baba, you can do it in Kenya. Vijana Timim, Mata, you can do it in Kenya. Kalonzo, you can do it in Kenya. Wananchi, we can do it in Kenya. Asanteni. Mheshimiwa Orero, dakika moja, Mheshimiwa Orero. Nairobi, sikujua babu anaweza hubiri hivyo. Nasema hivi, niko na jambo tatu peke yake. Wanasema retired president ni ana finance rally zetu. Kuna mtu hapa ameleta ama mmejileta? Baba, hao watu ni wako wote, wanakuja kwa sababu wanakupenda. Ya pili, kule Kibra tuko na watu 7 walishutiwa. Wengine tulienda kwa hospitali tukaona walishutiwa from behind, inamaanisha walikuwa wanatoroka. Tunataka kuhakikisha wale walifanya hizo vitendo wapeleke pale umeona wanaenda huko juu. ICC. Ya mwisho tunasema baba, bila maandamano hakuna peace. No maandamano no. No maandamano no. No maandamano no. Na ndio hiyo itaendelea. Seneta wa Nairobi, Mheshimiwa Edwin Sifuna. Haya, Nairobi oye. Kwa sababu sufuria inakasirisha Ruto, lazima tutembee nayo, si ndio? Nairobi, muniruhusu niwajulishe maseneta wenzangu ambao wako hapa kwa haraka, alafu niseme neno moja, si ndio? Naomba senators wote ambao wako hapa tafadhali, Mheshimiwa Osoti, njooni niwajulishe kwa haraka. Mheshimiwa Edi, njooni. Naomba microphone nyingine tafadhali, Mheshimiwa Lado. Asante. Tuanze na dada yangu hapa anaitwa Mheshimiwa Hamida, nominated na chama cha ODM. Salimia dakika moja. Kamukuti oye! Shauri oye! Kije oye! Wapi? Ololo oye! Niseme nisiseme? Nisiseme? Baba! Ngoja umiza nini? Nani anasema baba akule Bible? Nani anasema baba akule Bible? Haraka. Asanteni. Mheshimiwa Godfrey Osoti, senator wa Vihiga. Haya. Vijana wewe. Mimi yangu ni moja. Sisi wakati tunasema bei ya gharama irudi chini, wengine wale wa Kenya Kwanza wanatumia hiyo nafasi kufanya ufisadi. Ati Ruto anasema wakati tunasema bei ya mafuta irudi chini, anaenda huko Saudi Arabia, anafanya deal government to government. Hiyo ni ufisadi. Wakati tunasema bei ya unga irudi chini, yeye anaenda huko Zambia, anasema anaenda kukomboa shamba, apande mahindi huko. Hiyo ni ufisadi. Kwa hivyo sisi tunasema
Baba, hawa watu hawako tayari kushukisha bei ya unga. Sisi tuende maandamano safari moja, hiyo ndio wanaelewa. Asante sana. Mheshimiwa Eddie Oketch, Senator wa Migori. Vijana oye! Vijana ha! Mimi leo niko na story moja chache nataka kuambia. Niseme nisiseme? Sasa kulikuwa na buda mmoja. Na huyo buda mtoi wake akakuja akapata kama amekaa vibaya. Kesi zinaonekana. Halo? Halo? Akauliza buda yake, "Fadhe hii ni nini?" Fadhe akamwambia hii ni heshima. Kesho yake wageni wakakuja. Wageni kukuja, baba akamwambia mtoto wake, "Onyesha wageni heshima." Halo? Halo? Mtoi akatoa siruali, akaonyesha wageni kei mazee. Halo? Nyinyi kama mahasla muliambia huyu Ruto pamoja na Gachagua akuwe nani pamoja na Gachagua, si ndio? Muliwaambia hii ni heshima, sivyo? Alafu wageni ambao wanaitwa njaa wakakuja. Mgeni ambaye anaitwa bei ya bidhaa akakuja. Mukaambia Gachagua, "Onyesha hii njaa heshima." Gachagua akatoa siruali akawaonyesha. Watu weni nyumbani, asanteni sana. Asante sana. Mheshimiwa wa Kitui, Senator Wambua. Vijana vijana, vijana musilale. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano, wamama musilale. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano, maandamano. Bado maandamano. Aya. Vijana mko chonjo? Mko chonjo? Ikibaba sana wapi nduru ya Raila Amolo Odinga? Mimi nataka niseme maneno mawili tu. Ya kwanza, baba asante. Na Kalonzo asante. Martha Karua asante. Kwa sababu nyinyi mumeniweka katika ile team ya kunegotiate. Lakini nataka niseme jambo moja. Hiyo mmefanya tunaheshimu. Lakini sisi tuendelee tusiendelee? Tutoboe tusitoboe? Baba, hiyo timu tutakaa chini tutazungumza, lakini sisi tumeamua ni mazungumzo na maandamano sambamba. Ama mnasema namna gani? Tukiongea kule na nyinyi munakaa kwa street because these people don't understand any other language. Sawa sawa? Ya pili, baba, mimi ni Mkristo. Baba yangu ni pastor. Baba, mimi nimesoma Biblia. Biblia inasema ati we are all created in the image and the likeness of God. Mimi nauliza, Gachagua kweli is created in the image of God? Wewe, yani ukiangalia Gachagua anakaa Mungu kweli? We want to listen. Munisikize. Mimi nataka nitumane ujumbe kwa huyo mtu munaita vile munaita huyo Gachagua ama ni Gachagua. Baba, Kalonzo na Martha, never answer that man again. That man is a one-term member of parliament. Ajui chochote. Mtuachie yeye na Sifuna
na viongozi wengine, we will deal with them. Asante sana, Mungu awabariki. Haya, kwa haraka wapigie maseneta makofi hawa. Nairobi oye! Baba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, na mimi nataka niseme asante kwa niaba ya watu wa Nairobi kwa kunichagua niwe katika kikosi chako cha kuzungumza na hawa wakora. Na kama haujui kwa nini Sifuna yuko hapo kwenye hiyo kikosi, wacha niwaambie. Mimi niko kwenye hiyo kikosi kufanya kazi moja peke yake. Mimi ni mtaalamu wa mambo ya ugali. Kama kiongozi wa jamii ya Mulembe, kazi yangu pale ni ugali. Sema ugali. Sema ugali. Na mimi, my expertise is not in growing maize. It is not in processing maize. My expertise is in eating maize. Mimi tunakula unga. Ukiangalia hii mwili yote hii ni unga ya ugali. Naweza kukuambia what quantities recommended daily intake ya ugali inahitajika ni gani. Nikuambie temperature mzuri ya kukula ugali ni gani. Na ukikula unaendamana na chakula gani, si ndio? Kwa hivyo kama hawa watu wa Kenya Kwanza hawataki kuongea mambo ya unga, Sifuna hana kazi katika hiyo kamati. Nitaambia baba aniruhusu mimi nirudi niungane na nyinyi, tufanye maandamano kuanzia asubuhi mpaka jioni. Wangapi wanakubaliana na hiyo? Jambo la mwisho. Baba, ni kama huyu Ruto anatusikia, lakini hatusikii vizuri. Tu kusema ati tunataka unga ya 150. Hatuna 150. Tunataka ya 100. Nataka museme asikie. Hatuna 150, tuko na nini? Hatuna 150, tuko na ngapi? Hatuna 150, tuko na ngapi? Kama haijafika 100, baba wewe ya 100 sisi kuanzia kesho asubuhi tuingie kwa barabara tupambana na hii watu. Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Sifuna. Kwa haraka sababu ya muda, Mheshimiwa Ole Kenta kutoka Narok. Mheshimiwa Ole Kenta kutoka Narok. Asanteni sana wananchi wa Nairobi. Nimetoka Narok na nimetumwa na jamii ya Wamasai kuambia kwamba kwanza asante kwa kazi ile mzuri mnafanya. Wameniambia pia nimwambie baba vile wamesimama na yeye miaka yote ambaye amekuwa kwa siasa, bado wanasimama na yeye. Wamesema pia vijana wa Masai wanaumia kwao, wanakatazwa kazi. Nyinyi wa Nairobi mko na kazi. Baba, tunataka usimame kidete sababu watoto wetu wanataka kazi. Ufisadi umezidi. Narok hakuna chochote imebakishwa. Wameiba wameiba mbuga ya Masai Mara, wameiba mali yote. Baba, hatutaki unyamaze sababu tutakwisha. Mimi ndio gavana ya Narok. Nilichaguliwa. Masai wanauliza mtu anaitwa Chebukati, wapi certificate ya Narok sababu hamjai kutangaza gavana ya Narok? Iko wapi? Chebukati, Masai wanakutafuta, wanakusaka, wakuuliza maswali. Jana tulikuwa na ngoja kidogo. Jana tulikuwa na mtalii mmoja Narok. Tulikuwa na mtalii anaitwa Ruto. Ruto alikuja Narok. Ila alikuja akasema ametupea fertilizer. Hakuna fertilizer tumeona, lakini tunauliza hiyo fertilizer ukiweka kwa mchanga itatoka mimea. Unatupea fertilizer itatusaidia nini? Sababu ni njia ya kuiba pesa ya Kenya, sio kutusaidia kwa kilimo. Kama alikuwa anapenda jamii ya Masai, angewapea mbegu ndio atupea fertilizer ndio tuweze nyingine. Tunaona ile mtu mnaita sijikishia kwamba nani? Tungetaka kuuliza who is the first among the pretenders to the throne, because none of them is the president. Gachagua ndio inaonekana ndio rais ambaye anajisema ni wa Kenya. Wa Kenya kweli? Kama mdogo yule ambaye anajifanya ndio rais ndio anaongoza nchi, tuna rais kweli? Hakuna nini? Hakuna rais. Ya mwisho, baba, kura yako ilikuwa umenyang'anywa kura 50,000 Narok. Na mimi pia nikanyang'anywa kura 50,000. Tunataka sasa ifunguliwe hiyo kura yako, upate kura yako. Na mimi pia nipate. Kwa hivyo mambo ya ABC hatutaki tena tunyang'anywe uongozi.
na hatutaki mambo ambayo itatuharibu. Na mimi naambia viongozi wako hapa wote, mkiana watu wanaenda kusema Masai wamesema ni Ruto, sisi ndio viongozi wa Masai, sio wale watapeli ambao wanatumia baba kupata kura, wakishapata wanamtoroka. Tuko na wewe na tutaenda mpaka mwisho. Ile nimetumwa na Masai. Baba wa Masai wanasema ukitaka tufanye hivi tunaweka tiki. Ukiongeza tunaongeza. Ukitoa tunatoa. Neno lako ndio wa Masai watafuata mpaka mwisho. Kwa hivyo asanteni sana na Mungu awabariki. Mheshimiwa Wanjala from Busia. Wanjala. Very fast Mheshimiwa. Dakika moja mbili. Tusalimiane. Salamu za baba. Watu wa Nairobi mlembe handi. Basi sisi tumekuja hapa kuhakikishia kama watu wa Busia wale wameshikilia boda ya kwamba tumesimama imara na msimamo wa baba na tuko nyuma yake. Na baba sisi tunahakikishia hata hapo kwa bunge, wale wa bunge wanakusaliti, sisi hatutawakubali kukaa nao na tena wakuwe viongozi. Tunahakikisha tunakusaidia kuwafukuza. Asanteni. Mheshimiwa Charo kutoka Kilifi. Mheshimiwa Charo. Anaitwa Mheshimiwa Ken Chonga, Kilifi South. Nairobi oye! Nairobi, mimi nilikuwa mmoja kati ya wale walikuwa kula Kiambu, wale 6 walioshikwa kwa maandamano. Na baba, tulipokuwa pale ndani tulipewa vitisho vya kutosha tusionekane tena kwa maandamano. Baba, mimi nataka kusema, unyamaze vijana hapo. Nairobi oye! Nairobi mpo? Wakati serikali ya Kenya Kwanza ilipotukuta uongozi, ilituambia kwamba ndani ya siku 100 maisha yatakuwa sawa. Nataka kumuuliza, Nairobi twateseka hatuteseki? Nairobi twateseka hatuteseki? Biblia Proverbs chapter 1 verse number 7 inatuambia kwamba ni mjinga peke yake ndiye ambaye kwamba atadharau hekima. Baba ako na hekima, hana hekima? Baba ako na hekima, hana hekima? Lakini serikali ya Kenya Kwanza inasema ya kwamba inamdharau baba. Wale ni wajinga, si wajinga? Ni mimi nimesema ama ni Biblia? Basi ndugu zangu, nataka kumwambia hakuna chochote kizuri kitakuja rahisi. Na kwa sababu sisi tumedhulumiwa, hatuna budi, hatuna njia nyingine. Langu ni kumusihi maandamano yaendelee, yasiendelee. Maandamano yaendelee, yasiendelee. Asante sana. Waheshimiwa wote dakika moja. Jina na mambo kidogo. Non-shareholders oye! Vijana oye! Kama bei ya maisha haitarudi chini, tunaenda wapi? Sijasikia tunaenda wapi? Kama sava haitafunguliwa tunaenda wapi? Asante. Asante mheshimiwa. Asante sana profesa kwa kuomba msamaha kwa sababu hakunitaja. Kwa ile barua ilienda Hague ya Kome, nataka iwe amended. Kwa sababu 2013 akikuwa komanda hapa Nairobi, huyo Kome aliua watu sana. Kwa hivyo astakiwe kabisa. Ya mwisho, jana nilistuka Sakayo akiongea kuhusu Sudan. Ati amani iwe Sudan. Na amewacha kwake moto ikiwaka. Kwa hivyo Sakayo asuke ama ashuke? Sakayo aitwe Ruto. Ruto aitwe Sakayo. Kwa hivyo bei ya chakula ikikosa kurudi chini, Sakayo afanye nini? Mimi naomba msamaha. Kama hii maandamano ingeenda mwezi moja, Sakayo amekuwa ameenda. Asanteni sana. Asante mheshimiwa. Haya basi. Haya, naitwa Gideon Muliongi kutoka Mwingi. Mheshimiwa ya huko. Nawaletea salamu kutoka huko.
niko na ujumbe kwa Gachedha. Mnataka kuisikia? Gachedha alisema ya kwamba Kenya haina pesa. Si alisema hivyo? Pia akasema hata akilambwa matako yake, pesa ya unga haiwezi kutoka. Nataka kuambia Gachedha hivi, wanaazimio hawana anja na matako yako. Tafuta mtu anaitwa wa machungwa akulabe matako. Nataka kukupatia dawa ya matako yako. Dawa ya matako yako ni maandamano. Asanteni sana. Kamkunji oe! Nairobi oe! Mimi naitwa Nyikal, mjumbe wa Seme. Mimi nauliza kitu kimoja tu. Nani aliiba kura ya baba? Nani ameshindwa kufanya kazi? Nani ameshindwa kuzungumza bei ya mahindi? Nani ameshindwa bei ya mafuta? Kwa hivyo aende wapi? Na nani ameua watu wakati maandamano? Basi yule ameua watu wakati maandamano lazima aende ICC. Koome aende wapi? ICC. Asanteni. Aya, Kamkunji oye! Mimi naitwa Martin Owino Wood Chief, mjumbe wa Ndewa na jeshi la baba. Aya, niko na swali moja tu, tulia kidogo, niko na swali moja tu. Vile naona mko na njaa, mtu nachukua pesa ya umma, ananunua mbolea. Ukiwa na njaa unaweza kula mbolea wewe? Ya mwisho, sisi hatuombi ruhusa kwa mtu mwingine, sio baba peke yake. We don't kneel before anybody else, sababu haki yetu iko kwa katiba. Sasa nikisema baba, unaniruhushia power to the people. Baba hatubanduki. Asanteni sana. Aya. Vijana Vijana! Wamama Wamama! Wazee! Mimi niko tu na neno moja. Ningetaka kusema hivi. Ukisoma Biblia kwa kitabu ya Judges 7 inasema ya kuwa wakati wa Israeli walienda kupigana na wengine, kulikuwa na waoga. Na nimesikia Wajakoya wakitaja watu hapa, akisema watu wameogopa. Halo? Nimewasikia ukitaja hao. Lakini mimi ningetaka kusema hivi. Usiogope. Hata Waisraeli walibaki tu 300. Kwa hivyo watu kama Milo Geza. Tuko gangari. Tutamenyana na hao. Na ningetaka kuomba baba. Huyu mtu nasikia anaitwa Gachati Gariatha. Anaitwa nani? Gachati Gariatha. Huyo Gachati Gariatha, baba usiongee juu yake tena. Huyo wacha, I will make him my mincemeat. Nimekuwa nikimwangalia. Nitadeal naye vile nimedeal na yule mwingine. Ni si deal. Na ningetaka nikimaliza nasema hivi. Baba, nasema asante ulinichagua kwa ile timu ya 7. Mimi niko tu na amri moja. Baba akisema left, baba akisema right, baba akisema forward, akisema nyuma, akisema maandamano. Asanteni. Mheshimiwa Kilifi, Speaker. Nairobi oye! Mimi naitwa Teddy Mwambire, ni Speaker wa bunge la kaunti ya Kilifi. Nimekuja hapa mwanzo kumhakikishia baba kwamba sisi watu wa Kilifi na watu wa Pwani
tuko nyuma ya haya mpangilio yote. Baba, tunashukuru kama watu wa Kilifi kutupatia mmoja wetu kuenda kwa ile negotiating table. Lakini ningependa kuambia Wakenya kuna mambo tuangalie kwa karibu. Ya kwanza baba, wakati wale jamaa wakisema kwamba tuachane na maandamano tuongee, niliona ajabu baba, niliona watu wawili wakiongea. Lakini sisi wakati tukijibu baba, nilikuona timu yote tukiongea, kwa maanisha kwamba we were honest, they were not honest. Pili, haya mazungumzo kama ilivyosema pale mwanzo, tusikubale kuzungumza kama kuna mmoja wetu. Na kama wanataka kuanza na ule ndugu yetu wa Jubilee yuko, tukatae tuende maandamano mpaka atoke. Ni sawa ama si sawa? Maandamano ama si maandamano? Asanteni sana. Dakika moja heshima tumalize. Vijana ria! Vijana ra! Baba, sisi tumechukua ile sheria ya boxing. Wakitaka tunaandamana, wakikataa tunafanya nini? Wakitaka tunaandamana, wakikataa tunaandamana. Baba, lazima tuandamane mpaka hao watu watoke State House. Hapo ndio bei ya unga inaweza ongelewa. Asanteni sana. Asante. Dakika moja. Haya vijana oye! Kamkunji oye! Nairobi oye! Baba rais wetu wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, Injinia Raila Amolo Odinga. Sisi hapana ogopa kuita wewe rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. Hapa tuna MCS wote wa Nairobi waweze kusimama tu wakiongozwa na kiranja wangu Moses Ogeto kutoka Dagoreti. Vijana wa Dagoreti, asanteni sana kwa ile kazi mulifanya siku ile baba alikuwa Dagoreti. Tunakuja tena Dagoreti. Tuko na Mheshimiwa Wilfred Oluoch Odalo kutoka Mathare. Vijana wa Mathare, asanteni sana kwa kazi mliofanya wakati baba alikuwa kule Mathare. Tuko na Mheshimiwa Danoria, tuko na Mheshimiwa Rekireki, tuko na Mheshimiwa Ndile, Deputy Mheshimiwa Shadi, Mheshimiwa Soni, Mheshimiwa wote wako hapa. Basi Nairobi tuseme hivi, baba umetoa mwelekeo bila kusema kwamba baada ya Ramadhani Jogoo Road sisi tutafunga. Vijana wa Makadara oye! Vijana wa Makadara oye! Vijana wa Kamkunji oye! Tutafunga Jogoo Road, matafunga. Tutafunga. Vijana wa Yaki Way, funga barabara. Thika Road, funga. Asanteni sana. Dakika moja heshimiwa. Wale mabaki dakika moja. Kamkunji hoye! Hapa, simama hapa. Kamkunji hoye! Move hapa, move. Viva Kamkunji, viva! Walisema kifunguo ya sava imepotea. Tunaenda kuitafuta. Tunaenda kutafuta kifunguo ya sava, tuapishe baba na mada. Bei ya unga ishuke. Asanteni. Asante. Okay, vijana ria. Vijana TV. Okay. Okay. Yale nazosema ni hii. Niombe. Yangawerinde mama wechunge na banduba usaba. Asante sana. Kwanza tusalie watulivu na nyinyi kwa jukwaa muondoke. Hawa isipokuwa vinara wetu kwanza tuondoke kwa jukwaa. Turudi nyuma, tupeane nafasi. Tupatiane nafasi. Yo! Vijana hoye! Vijana hoye! Kwanza wacha nataka kijana wa MDD. Wapi? MDD munaitwa MDD. Haya, Kamkunji hoye! Vijana power! Viva Kamkunji, viva!
Nairobi hoye! Vijana hoye! Sisi tunasema hivi baba, kwamba siku mingi tumejaribu kuingia pale town na wamekuwa wakisema kwamba hauingii town. Mimi naomba baba, tukitoka hapa saa hii tuingie na wewe town, tukupeleka uende nyumbani. Ni ukweli ama si ukweli vijana? Naambia Mheshimiwa Gachagua, huyu kacheza, kwamba Mheshimiwa kacheza, itabidi umheshimu baba. Baba Raila Amolo Odinga amepigania inji. Baba Raila Amolo Odinga, msipofungua saba tutarudi maandamano. Na mimi naomba baba, maandamano dakika ni 90. Baba, mambo ya 45 minutes unasimamisha, tunaomba maandamano ikwe Jumatatu. Hayo ndio maandamano sisi tunangoja. Na Mheshimiwa kacheza, sisi na wewe tutaonana usipomheshimu Raila Amolo Odinga. Asanteni vijana. Kamkunji oye! Baba oye! Azimio oye! Mimi sina mambo mingi kwa sababu ya muda. Sisi ndio vijana Meshak, Abednego na Shadraka. Wakati mfalme aliamrisha lazima tumwabudu, tulikataa. Mimi na Gaucho na Makolonde na wanawa tumesema ya kwamba Ruto sio president, na ninarudia ya kwamba Ruto, wewe sio president. Uwezi nilazimisha, utanishika, utaniua, lakini nikiwa hai bado nitasema president wangu ni Raila Amolo Odinga. Ya mwisho, nataka niungane na Mwangi wa Iria. Baba, Mwangi wa Iria amekupatia njia Simbo. Ruto kama hawezi sikiza, kama yeye amekaa kichwa ngumu, na sisi watu wa Azimio tumeenda kwa shule tukajifunza ujeuri. Tuambie Ruto pale Kisumu tukate, tukuwe na boda yetu. Yeye apagi na Central na Rift Valley, aongoza watu wa Rift Valley. Na baba, wakati nilikuwa kwa jela pale Mount Kenya, vijana wote ambao wanataja jina lako wanashikwa, wanawekwa ndani. Nimepigwa simu kutoka Sogoi, watu wa Ruto wameanza kutisha wale Wakikuyu wanakaa huko na Waluya na Wajaluo. Kwa hivyo baba, mimi nakuomba, kazi ya kuahirisha maandamano wachana nayo. Ruto amefunga masikio. Ruto masikio yake haisikii. Na dawa ya Ruto ni nini? Dawa ya Ruto ni nini? Nikimalizia wananchi, kwa sababu sisi ni shujaa na sisi tunapigania nyinyi. Juzi Ruto amesema ya kwamba unga itashuka. Ameenda pale penye amekodesha shamba pale inaitwaje, Zambia. Ruto amekodesha shamba Zambia ili akuja wadanganye unga imeshuka na mahindi ni yake. Tunaambia Ruto, hiyo mahindi pelekea bibi yako, watoto wako wakule. Okay, jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba. Vile mnajua mimi ndio bunge president. Mimi mambo yangu ni machache kwa baba. Baba, kwa sababu huyu jamaa amekataa kufungua sava, inamaanisha wewe ndio ulishinda president wa nchi hii. Baba, yale tunakuomba ni hii, ya kwamba walisema wako na shares, eti ni kampuni Kenya ni kampuni yao. Na baba, juu ndio uko na shares mingi. Tunakuomba baba, gawa hii nchi, tukue tunalipa ushuru kwako. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Mutengeneze Raila, Karua na Kalonzo KRA. Si ni kweli? Si ni kweli? Mambo ingine, jana tuliona Ruto akiongea huko Machakos Maboko, akisema sijui mahindi inakuwa. Tunaambia Ruto, vijana kama wana kazi, hata unga ikikuwa shilingi 50, tunataka kazi ya kwanza ndio tutafute vile tunanunua unga. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Baba, nikimalizia, tuliona umeweka tume ya kuenda kwa mazungumzo. Sisi kama wanageto tunataka mkienda mazungumzo usiku, tunaandamana kutoka asubuhi mpaka saa 11. Yaani hiyo dakika nyingine mnaenda mazungumzo. Ni kweli si kweli? Ya mwisho, baba, Ruto anataka ujinga.
na sisi kama vijana wa ghetto tuko ready na ujinga. Asante na Mungu awabariki. Aya, Nairobi oye! Nairobi oye! Kwa majina naitwa Brenda Kangai, mimi ni msichana wa Mlima Kenya. Mukiniona hapa mnajua ni sauti ya Uhuru Muigai Kenyatta. Mukiniona hapa mnaona Martha Wangari Karua. Mukiniona hapa mnaona Jeremiah Kioni. Mimi nataka kusema hivi, shida haitui kabila. Bei ya chakula ikipanda kwa Mkikuyu, inapanda kwa Mjaluo, inapanda kwa Mkamba, inapanda kwa Mgiriama. Sisi tutaandamana kama jamii ya Wakikuyu kwa sababu tumetapeliwa. Kitu ingine, sava lazima ifunguliwe. Wakenya lazima wapate haki yao. Mimi nataka kukuambia, baba, unga itashuka ukiwa State House. Tunaachana na mambo ya unga, sahi ni mambo ya sava. Kitu ingine, William Ruto, unatuambia mambo ya mvua. Sisi tutapanda school fees. Sisi tutapanda stima. William Ruto acha kutubeba ufala. Mimi nataka kukuambia, tutasimama na Raila, tutapeleka Raila State House, hakuna kitu utatufanya. Kitu ingine, baba, sidi kufinya Ruto. Baba finya Ruto. Baba finya Ruto. Maandamano iendelee. Wangapi wanakubaliana na mimi? Maandamano iendelee. Iendelee isiendelee. Asanteni sana Nairobi. Halo. Halo. Inua mkono juu. Mimi uzalendo wa Kenya na hapa ya nikiitwa mtaitika, mtashiriki na maandamano mpaka ukombozi upatikane. Mungu nisaidie. Asante.